Mirungi ni nyenzo kubwa sana yenye kuharibu figo. Wala mirungi wengi wanakaa muda mrefu sana bila kunywa maji. Haya ni mambo 10 ambayo ukiepuka utatunza figo zako. Pindi utakapoendekeza mambo haya, utaweza kuua figo zako kabisa kwa uzembe wako mwenyewe. Epuka ulaji wa chumvi kwa kupita kiasi. Muda kidogo umejaza chumvi kwenye maji, unakunywa chakula kina chumvi, unaongeza chumvi. Hali kama hii inapelekea figo kufeli. Tutaelezea katika kipindi kijacho vipi matumizi ya chumvi kupita kiasi yanaweza kuua figo zako. Hali ya pili ambayo inaweza kuua figo zako ni unywaji wa pombe. Kunywa pombe kwa kiwango chochote kile kunadhuru afya yako na afya ya figo moja kwa moja, na hupelekea muda mwingine kuzidi kwa ile fatty liver, kuongezeka mafuta mwilini, na vile vile shinikizo la damu, pressure kupanda sana na kuleta shinikizo kwenye figo, kuchuja damu. Hali hii ya unywaji wa pombe inaua figo moja kwa moja. Katika kipindi kijacho tutaelezea vile vile jinsi pombe inavyoweza kuathiri figo zako na kuziua kabisa. Hali ya tatu yenye kuharibu figo zako, hali ya tatu ni uvutaji wa sigara. Sigara wengi wanachukulia kwamba zinaishia kwenye mapafu tu, lakini kiuhalisia sigara zinafika mbali sana na kuathiri figo zako. Hivyo basi tahadhari katika uvutaji wa sigara. Vile vile hili tutaenda kulichambua katika kipindi kijacho, vipi uvutaji wa sigara unaweza ukaua figo zako kimya bila wewe kujua. Hali ya 4 ambayo inaua figo zako ni unywaji wa soda. Wanywaji wengi wa soda wanachukulia kwamba soda ni kiburudisho, soda ni chakula, lakini udhahiri wake ni kwamba soda zina uwezo mkubwa wa kuua figo zako kwa kuzidisha insulin, kusababisha tatizo la insulin resistance na kuzidisha sukari kwenye mwili, ambayo itapelekea shinikizo la damu kupanda sana na kuweza kusababisha msukumo ama shinikizo kwenye figo, kuchuja damu yako. Ikawa hali hii ya kupanda kwa pressure sana kulete usulubu mzito kwenye figo zako. Hali hii ya unywaji wa soda inabidi uinywe kwa tahadhari. Vile vile jambo hili la unywaji wa soda tutalichambua kwa kina katika kipindi kijacho, vipi soda zinaweza zikaua figo zako endapo utaziendekeza kwa kuzinywa sana au mara kwa mara. Bora zaidi ni kuacha unywaji wa soda, kwani manufaa unayoyapata ni yapi ambayo yanakusababisha usiliache. Hali nyingine yenye kuua figo zako, hali ya 5 ni hali ya kunywa vinywaji kama energy drinks. Kunywa hizi energy drinks zenye kukupa nguvu na nishati kunasababisha figo zako kuharibika. Vile vile madhara yake ni kama hayo ya soda, lakini ya kwake yamepita kiasi, ambacho ni madhara makubwa zaidi yanaweza katokea ndani ya muda mfupi. Hivyo basi katika kipindi kijacho tutaelezea vipi energy drinks zinavyoweza kuua figo zako na uchukue tahadhari kwa kuziepuka kuzitumia. Hali ya 7 ama hali ya 6 inaweza kusababisha figo zako zife ni ulaji wa mirungi. Wala mirungi wengi wanapokula mirungi hukaa muda mrefu sana bila kunywa maji, na vile vile hukaa muda mrefu sana bila kula chakula. Hali hizi za ulaji wa mirungi moja kwa moja zinaua figo zako. Katika kipindi kijacho vile vile tutaelezea kwa kina vile jinsi mirungi inavyoweza kuua figo zako kimya bila wewe kujua, au hata kuleta ule udhahiri wa matatizo mengine bila wewe kujua, yakafika kiwango kikubwa usichoweza kukitatua. Hali nyingine yenye kuua figo zako ni hali ya 8, ni kutumia dawa za booster. Kutumia booster kama Viagra moja kwa moja zinaua figo zako, na matumizi haya ya Viagra ni vyema uyaepuke, na mfano wa dawa kama hizo zenye kusababisha uweze kufanya tendo la ndoa muda mrefu, basi moja kwa moja hali hii inaweza ikaua figo zako kwa matumizi hayo ya Viagra. Hali nyingine ya 8 yenye kusababisha figo zako kufa ni hali ya kutumia dawa za maumivu kama Brufen, Diclofenac na mfano wa hizo. Matumizi ya dawa hizi moja kwa moja yanaweza yakaathiri figo zako. Vile vile tutaenda kuelezea kwa kina vile matumizi ya dawa hizi za maumivu zinaweza kukuletea matatizo ya figo ambayo yanaweza kusababisha hata kupoteza uhai wako. Hali nyingine ambayo inaweza kusababisha figo zako kuharibika ama kukua katika hali ya hatari ni ile hali ya unywaji wa kahawa. Unywaji wa kahawa kipindi kile una njaa. Hii inahusu sana wale ambao wana matatizo kama ya pressure na kisukari. Wanapokunywa kahawa ni rahisi sana kuathiri figo zao.
Kwa mtu ambaye ana afya yake, hana matatizo ya kiafya, unywaji wa kahawa hatuwezi kusema unaweza ukadhuru afya zake, bali tutasema ainywe kahawa kwa kiwango maalum, asipitilize sana, wala asiinywe akiwa na njaa. Tatizo linakuja mtu ana njaa alafu chakula anachokiona cha kufungulia ama kuanza kunywa ni kahawa. Hali hii inasababisha mapigo ya moyo kwenda spidi na damu kuzunguka spidi, na hali hiyo ikaweza kuathiri figo zako. Epuka unywaji wa kahawa ukiwa na njaa hata kama una afya nzuri. Hali nyingine ya 10 ambayo inaweza ikaathiri figo zako ni ile hali ya kuzuia mkojo muda mrefu. Unasikia mkojo alafu unauzuia, huendi kujisaidia. Hali hii inaweza ikaathiri figo zako kwa kueneza maambukizi ya bakteria ama infection kwenye figo zako. Hivyo epuka kuzuia mkojo muda mrefu, inaweza ikaathiri figo zako na kukuletea matatizo ya kiafya ya figo. Tujulishe katika dalili hizi tulizozitaja, ni ipi ambayo umeshindwa kuiacha na vipi imeathiri ya figo zako. Tujulishe katika njia ya comment hapo, na usisahau kushare na kusubscribe katika chaneli yetu. Subira Tiba Asilia tunapatikana mtaa wa Ndovu na Jangwani, Kariakoo, Dar es Salaam. Wasiliana nasi kwa namba 0758 200 163. Subira Tiba Asilia tunakupa ofa mpaka tarehe 15 mwezi wa 6 kwa watu watatu. Kama una matatizo ya figo, basi wasiliana nasi uweze kupata suluhisho la matatizo hayo ya figo. Subira Tiba Asilia tunakujali sana.